makubwa. Haya basi tumwangazie sasa Moses Adagala, mwenyekiti wa timu ya Muhoroni Youth. Amebwatuka kweli kweli kwenye mtandao. Amerusha vijembe. Amefanya makuu katika mitandao, watu wanashangaa inakuaje Adagala. Lakini Adagala mmoja ameamua kufungua kiatu kaenda. Mkangai. Na anasema watu wanampigia simu wanasema chairman, timu iko sawa, tuma kitu. Neno kubwatuka lina uzito sana. Nafikiri ni ametoa hisia zake. Na kwenye mtandao wa kijamii wachezaji wa zamani wameelezea kutoridhishwa na utendakazi wake. Na mimi nafikiri kauli ya Boniface Ambani ilikuwa tofauti. Ya Boni, Boni alikuwa na quote kile ambacho goalkeeper alikuwa ameandika wa City Stars. Goalkeeper alisema kwamba tulifunga magoli matatu mazuri sana. Lakini tukapoteza mechi 2-0. Yaani magoli yao matatu haikuhesabika. Lakini yale mawili ya Muhoroni kihesabiwa. So Boni alikuwa na leta chachu, alikuwa anataka kuona reaction ya City Stars. Na ametaja baadhi ya wanahabari tunawajua ambao wanamlima. Lakini nafikiri tujiulize mechi ambazo zimechezwa pale Muhoroni. Wajua sisi mlamo Adagala. Hivi vita na vilio vimekuwepo kuanzia kitambo. Kuanzia kitambo sana tunaona kwamba hata wanahabari wanahisi kwamba ukienda pale hauna usalama. Shirikisho la soka linachukua hatua gani? Mechi kama Muhoroni mna usalama wa kutosha? Kwa sababu msimu jana tuliona pale kocha wa KCB Mwalala akikwaruza akianguka chini kwa sakafuni. Kuna wakati mwanahabari sisi leo dongo amelimwa huko. Lakini sisi mlamo pia Adagala. Mechi ya mwisho na Muhoroni ilichezwa bila mashabiki. Ili sisi mlamo Adagala kwa sababu Adagala sina ushahidi ama KTN hatuna ushahidi kwamba anahusika. Lakini tetesi tu kwamba wanamlamu kwa sababu ndio mwenye timu. Wale wahuni inafaa tujue kwamba wale wahuni wanaletwa na nani. Kwa sababu unaweza kukuta timu na wahuni. Tuliona mara si moja uwanjani watu wa Gor Mahia wakirusha mawe. Wakati mwingine FC Leopards. Sidhani kama utasema Rachera ama Shikanda wanahusika. So nafikiri popote vile kwa mtazamo wangu nafikiri kama shirikisho la soka nchini FKF linafaa liingilie kati, limuite Adagala kwamba unapokuwa uwanjani home team tunahitaji usalama wa kutosha. Kwa mfano hii weekend Shabana anakwenda huko, na Shabana unajua si kama City Stars. Unajua City Stars ina shabiki Kenya hata mmoja, lakini Shabana ina maelfu, ina mamilioni ya mashabiki na hata kuruhusu kwamba uwanjani timu inyanyaso. Kwa hivyo unasema kwamba kunaweza kutokea vujo ama furugu ama kutoka vita, watu kakanyagana. Kama mimi ni mpiga ramli mwenye ni possibility tunajaribu kuzuia. Wewe uwezi niambia kwamba mechi ya Shabana, mechi ya Gor Mahia, mechi ya FC Leopards itakwenda Muhoroni kisha kuwa na poor officiating. Alafu tayari tushajenga dhana kwenye akili kwamba huko si mahali pazuri pa kwenda. Kwa hiyo nafikiri kama shirikisho la soka tuko na kama bado ya kama siku 4. Wangesema mechi kutokana na hali ya usalama waipeleke kama hata Kisumu, hata Kasarani. Mambo leo ama Kasarani. Neutral ground wakichunguza huu uwanja kwa sababu kumekuwa na vitu, lakini shida ni kwamba tena juzi kuna siku kulikuwa na ish. Hakuna video imetolewa hata moja video kwamba hii imetokea. Hakuna mechi ambayo imerekodiwa kwa sababu mechi zote ambazo tuko na Azam hapa Kenya, mechi ambazo ziende live on air inafaa tu na watu wapige picha na record. Matukio yote hata kwingine inafanyika hivyo. Hii mechi ilichezwa nyuma ya lakini nyuma ya pazia. Mkangai anasema kwamba mnampigia tu simu wakati timu inafanya vizuri, mwambia chairman timu inafanya vizuri, tuma ka kitu. Hivi anasema baadhi ya wanahabari hasa wa michezo wamechangia sana uovu wa mpira wa Kenya. Wajua labda piga president sina kitu mfukoni, ingawa ile hakufaa kusema kwa sababu hiki mimi kupiga kwamba nitumie lunch si kitu ambacho inafaa tena weke kwenye mitandao, lakini wanahabari wa michezo wamechangia pia. Lakini kauli yake nadhani kwamba anasema kwamba mnampigia simu na mwambia kwamba chairman timu inafanya vizuri, tuma ka kitu. Lakini mambo yakiharibika mnamlima tena. Na amewataja baadhi. Mnamlima tena. Ama labda asipotuma. Lakini kitu ambacho nafikiri pia wale wanamlima kwenye mtandao wanamhusisha na Kandanda House. So sielewi kwenye Kandanda House anahusikaje na shirikisho la soka. Wanasema kwamba wanamtetea. Nafikiri ni kauli ambayo atasikiza, nataka kujua kama FKF inasemaje kwa sababu mimi sijui kama wanahusiana na FKF ama nini, lakini ni wakati muhimu sana mechi kama hii ya Bandari na nini ya Shabana na Muhoroni. Timu zote zinataka kushuka daraja. Mahali pabaya. Tangu asubuhi sijaona statement kutoka FKF ikimkana huyu jamaa. Na ni dhahiri kwamba unapokosa kumkana tayari kuna watu nasema kwamba anahusishwa na shirikisho. Tayari kuna watu nasema kwamba hawezi kabisa
kwamba anatetewa na shirikisho, inamaanisha kwamba kuna uwezekano, kwa sababu shirikisho lenyewe halijasema kwamba sisi kujitenga kwamba sisi hatumtetei Adagala, atachukua hatua. Na nafikiri shirikisho lina mtihani mmoja mgumu sana. Hii weekend hiyo mechi mambo ni mawili, naomba uchaguzi unakuja. Ngoja naomba mambo mawili. Hii mechi waitoe Muhoroni ipeleke uwanja tofauti, ama kama itabaki Muhoroni tupeleke pale runinga ya runinga ya taifa KBC, ama tupeleke kwa sababu wanaonesha hizo mechi na Azam ama Azam waoneshe mechi yote. Kwa hivyo nafikiri kwamba Wakenya watazame waridhike. Basi tupumue kidogo, tukirejea tutakuwa tunaangazia klabu bingwa bara Ulaya. Kuna mengi yanakuja usiku leo. Kuna mechi kali sana, Man City dhidi ya Real Madrid, Arsenal dhidi ya Bayern Munich. Nimesema Man United atakawakaribia karibu, lakini pole, tupumue kidogo, tunakuja.